Katika uso wa historia ya Afrika, kuna kurasa ambazo hazijaandikwa kwa wino wa kalamu, bali kwa sauti nzito za vifaru, miguu ya askari waliochomoka gizani, na mioyo ya wananchi iliyochepuka kati ya matumaini na hofu. Bara hili lenye hadithi za kifalme na simulizi za mapambano limewahi kutetemeshwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyokuja kama dhoruba isiyotabirika, yenye kishindo, lakini kila mara yakiacha athari zisizo na mfano. Moja ya dhoruba hizo ilitokea Libya mnamo mwaka 1969, pale kijana mwenye macho ya ndoto na ari ya mapinduzi, Kanali Muammar Gaddafi, alipoongoza jeshi dogo lililojawa uaminifu na siri. Bila kutikisa ardhi sana, kwa milio ya risasi, walimng'oa mfalme Idris na kuizamisha enzi ya kifalme katika bahari ya historia. Libya ikawa kama ubao mpya wa uchoraji, Gaddafi akijaribu kuchora taswira ya jamii mpya kwa rangi zake za utata, akiteka hisia za dunia kwa zaidi ya miongo 40. Katika sehemu nyingine ya bara, mnamo mwaka 1971, iligeuza Uganda kuwa jukwaa la filamu ya kusisimua iliyojaa hofu, ushujaa na upotoshaji. Idi Amin Dada, mwanajeshi mwenye nguvu, sauti nzito na tabia zisizotabirika, alimng'oa Milton Obote na kuivamia ikulu kama upepo mkali wa kaskazini. Dunia ilisikitishwa na kile kilichofuata: enzi ya chuma, mizimu ya hofu, na taifa lililoishi kama linapita kwenye kivuli kizito kisichoisha. Mapinduzi haya hayakutikisa Afrika pekee, yaligeuka kuwa hadithi ya tahadhari inayosimuliwa katika kila kona ya dunia. Na huku Ghana, hadithi ilichukua sura nyingine. Jerry John Rawlings, kijana rubani mwenye ari kali ya kuondoa ufisadi, alijitokeza mnamo mwaka 1979 na baadaye mwaka 1981 kama kishindo cha radi kilichopasua anga la kisiasa. Mapinduzi yake hayakuwa tu ya bunduki na tamko, bali ni kama mwamko wa kizazi kipya kilichotaka haki iwe kama jua lililoangaza wote bila upendeleo. Ingawa safari yake ilipitia njia zenye mawe na miinuko, Ghana hatimaye ikarudi kwenye demokrasia na kuwa mfano wa nchi inayoweza kupona baada ya dhoruba. Katika karne ya 21 haikusita kurejesha simulizi hizi kwa sura mpya. Mali, Burkina Faso na Niger ziliingia katika ukurasa wenye mawingu mazito ya mapinduzi na mfululizo, mara nyingine zikidai uwajibikaji, mara nyingine usalama, mara nyingine uchovu wa wananchi kwa mifumo iliyoshindwa. Dunia ilisikiliza taarifa hizi kama mfululizo wa ngoma za haraka zisizo na midundo ya kudumu. Ikajiuliza, ni nini hasa bara hili linajaribu kusema kupitia kishindo cha mapinduzi haya mapya? Hatimaye, hadithi ya mapinduzi Afrika ni kama shairi lenye mistari yenye utata. Baadhi zimetiwa chumvi ya matumaini, nyingine uchungu wa maumivu. Ni mkusanyiko wa sauti za waliochoka, waliojeruhiwa na wanaotamani kesho iliyo bora kuliko leo. Lakini pia ni mwalimu mkali aliyekumbusha kuwa nguvu ya bunduki haijawahi kuongoza taifa katika utulivu wa kudumu. Afrika inaendelea kusimama, kujikwamua na kujifunza, ikijenga taswira mpya ya uongozi unaotazama mbele, huku dunia nzima ikiangalia kwa makini, kama msomaji anayefungua ukurasa wa hadithi isiyokamilika. Jina langu ni Fred Kuboja na hii ni Kuboja TV. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe katika channel hii. Mpaka wakati mwingine.